mafanikio makubwa kwa kutumia hii sura. Tunazungumzia kazi nzuri, pesa nyingi, au hata milioni ya wafuasi mtandaoni. Kwa nje wanaonekana wameshinda kweli kweli, lakini usiku unapofika, zile kelele za dunia zinaponyamaza, bado wanajiuliza mbona hawana amani, utupu unawatafuna. Kwa nini? Swali naulizwa kwa nini. Unajua kuna watu wengi tunaishi maisha ambayo ni ya kuigiza sana, lakini pia maisha ambayo hana uhuru wa kutoka ndani. Umeelewa vizuri? Yaani baadhi ya watu wengi sisi tunafanya vitu kwa ajili ya kufurahisha na watu wengine. Unataka uwe na nyumba nzuri ili ukoo ukusifie, uwe na gari nzuri ukoo ukusifie, peleke watoto shule nzuri za gharama private na nini. Watu wanakuonaje, wanaokuzunguka wanafurahia kuhusu wewe. Unataka kuthibitishwa na watu kwamba bwana jamaa anaweza. Huwezi kufanya kitu kwa ajili yako mwenyewe, unafanya kitu baada ya watu kusema, yaani watasema nini. Sasa unajua wakati tukiwa wadogo tulikuwa tunaelewa maisha fulani hivi ambayo kwa mfano ukiwa mtoto, nielewa, ukiwa mtoto mdogo unakuwa vitu vingi ambavyo unavifanya pale unategemea comments au makaripio ya wazazi au sifa za wazazi au watu wote wanaokuzunguka. Ukifanya kosa fulani unakaripiwa, ukifanya vizuri unataka kupongezwa, vitu kama hivyo. Sasa ile kisaikolojia inakujenga mdogo mdogo kwamba mimi nisipofanya kitu watu fulani wakasema hivi, basi mimi mwenyewe siwezi kujitegemea. Ina maana hicho kitu sio kizuri. Kwa hiyo kadri unazidi kukua unakwenda hivyo hivyo. Ukifanya mtihani, ukifaulu, unataka ufaulu ili watu wazazi wakusifie, unataka ufaulu ili kusudi watu wanaokuzunguka waseme vizuri kuhusu ufaulu wako. Umeelewa vizuri? Unataka kila kitu unachokifanya watu wote watasemaje kuhusu hicho kitu. Lakini haufanyi kitu kwamba wale watu yaani kwamba unafanya kitu ili kikunufaisha wewe mwenyewe, au kwamba hiki kitu ni kizuri, au kwa malengo fulani. Kwa mimi nasoma ili nije kusaidia jamii, au mimi nasoma nataka nije nitatue kero fulani kwangu binafsi au kwenye jamii inayonizunguka. Lakini unasoma ili kusudi ufaulu, ufanikiwe, watu wengine waweze kuzungumzia mafanikio yako kwa mazuri, kwa furahia na nini, kwamba it's okay, unaweza kufanya misaada mingi na nini, lakini you are not free and flexible wewe mwenyewe kwa ndani. Sasa uhuru wa kweli sio huu. Uhuru wa kweli unaanzia ndani. Lazima ujikubali kwa jambo lolote unalofanya. Ukubali kwanza wewe mwenyewe kwamba hili jambo unalofanya ni sahihi, nimeikubali, nilipenda na nilifanya kwa sababu nina passion nalo. Watu wengi wanafanya kazi nyingi. Mtu afanye kitu ambacho yeye mwenyewe anakiona umuhimu wake katika maisha yake. Huo ndio uhuru wa kweli. Sio kufanya kutimiza ndoto za watu. Wengi wanatimiza ndoto za watu, hawatimizi ndoto zao. Wanafanya vitu kwa sababu commanded from the parents background. Sio vitu ambavyo vinatoka katika passion yao. Ndio maana kazi nyingi zinakuwa ni ngumu kwa sababu watu wanazifanya bila kupenda, na vizuri, kwa sababu hazina passion ndani. Hata ugumu wa kazi utauona kwa sababu kazi unayoifanya haina passion kutoka katika moyo wako kwa ndani. Kazi nyingi unayoipenda ni ile ambayo unaifanya kutoka kwenye moyo wako. Lakini ukitegemea comments na likes za watu watasemaje kuhusu mambo yako, utaishi kwa stress sana, kwa sababu utakuwa unafanya kutetemeka zaidi kwamba hiki kitu kiendelee kukaa stable. Sasa mambo hayawezi kuwa stable siku zote. Ndio maana watu wengi unakuta mtu anapata magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, sukari, diabetes, hypertension, stroke na kadhalika, kwa sababu anategemea viewers. Viewers ni wale watu wanaokutazama wewe muda wote, wanakuangalia. Mwingine mpaka hata kuweza kufanya maamuzi. Kiwanja bwana, nataka ninunue kiwanja sehemu fulani. Bwana, sasa huko unakwenda kufanya nini? Elewa vizuri. Huko wewe utakaje Kigamboni? Sijui Kunduchi, sio wapi huko. Bwana utakuwa na wewe tafuta bwana hela bwana. Sasa unaanza kuzikusanya zile hela, mwisho wa siku unashindwa kuzikusanya zile fedha. Unapata mawazo ya kununua gari. Badala ya kuweka site na kadhalika. Sasa sisemi kwamba kipaumbele cha kununua gari ni kibaya. Haya yote pia na yale ambayo nilikuwa nazungumzia. Mtu huishi kwa uhuru wako. Wako watu ambao wanaishi kwenye apartment, hawajajenga nyumba yote. They are free, flexible. Wanaishi maisha mazuri ya amani. Kwani kimaisha lazima ujenge bwana?
sio lazima ujenge. Unaweza ukaamua tu kaishi kwenye apartment, you are free. Yaani wewe mwenyewe kwenye njia yako uko huru. Ukaishi tu kwenye apartment ukalipa na nini, kila kitu kikaenda hivi, mradi tu makampuni yako au vitu vyako unavyofanya viko straight hivi na visimamia mwenyewe. Huo ndio uhuru wa kweli. Lakini kusema uishi kwa sababu ya likes na viewers watasemaje? Ala, bro, utajitafuta sana. Truly I'm telling you, utajitafuta sana, kwa sababu karibu vitu vyako vingi. Kwanza mambo mengi yanafeli kwa sababu ya kushirikisha watu. Mambo mengi kwenye hii mambo personal yanafeli sana kwa sababu ya kushirikisha watu. Kwa sababu unampelekea mtu jambo fulani, mwingine na healers, anaenda na block huko, sio kichawi, hata kama unamtegemea Mungu. Watu wana block tu. Unaelewa vizuri unapata vikwazo vingi. Unaelewa vizuri mwingine anapeleka taarifa zingine ambazo ni legal zinazokuhusu wewe, hata kama ni za kuongo, watu mpaka wathibitishe kwamba huu sio ukweli, ni uongo. Umesheki brother. Kwa hiyo kuwa na privacy, mambo yako mengi uwe na privacy, mambo yako uwe na secret. Unaelewa vizuri bwana? Sio kila kitu unakizungumza. Wewe ufanye vitu vyako, ni mradi tu uvunje sheria za nchi au uvunje sheria za Mungu, amri 10 za Mungu. Mambo yako yaweke yawe pale. Bahati nzuri mambo yako wazi tu. Onyesha matokeo ya kitu unachokifanya. Usionyeshe unatoa wapi vyanzo vyako vya fedha. Onyesha matokeo. Usionyeshe vyanzo vya matokeo. Hapo tutakuwa salama. Sawa. Mimi nimemaliza kidogo kwa leo, nimeona ni share kitu kama hicho. Maana kila kitu lazima tuambizane. Tuambizane sasa, wengine hatupendi mtu aharibikiwe. Tunataka watu mambo yao yafanikiwe, watu mambo yao mazuri zaidi. Usitegemee viewers na comments kwa watu kwenye mambo yao.